nisikilize. Yuyu Makevi. Sikia. Makevi. Sikia. Huyu kamfungia kaka yake. Na sisi tumemfanya nini? Haijalishi. Tumemfanya nini? Mwenyekiti. Mwenyekiti unalikumbatia hili jambo unajua. Naomba mnisikilize. Kwani mnachukua sheria mkononi? Mbona yeye amechukua sheria mkononi? Sasa hapa mlipofika mjue ni serikali. Mwenyekiti. Hata kama ingekuwa wewe, ni lazima ungekasirika kiasi kikubwa. Mama Jeni. Nisikilizeni. Mnataka kumuua Vero, sio? Basi niueni na mimi. Sisi hatuwezi kufanya hivyo. Hii unalikumbatia kwa sababu huyu ni muuaji. Unachokifanya ni nini hapa? Mama Kevin. Nangu peli hapo Kingulupe mama, nangu peli hapo Kingulupe mama, mwanangu ni mwananume uteleka na manya, mwanangu ni mwananume uteleka na Halo Mjumbe Festo. Salama kabisa, sijui wewe. Mimi nashukuru mzima. Unasema? Mungu wangu. Lini? Kwa utaratibu ukoje? Yuko hospitali Hospitali gani? Mimi nashukuru sana kwa taarifa. Sawa. Asante sana, nashukuru. Tuko pamoja. Sawa. Mungu amsaidie kwa kweli. Ingawa ili swala lipo serikali ya mtaa na polisi wanalifuatilia kwa ukaribu sana, lakini sisi tumekuita hapa ili tujue chanzo cha kifo cha watoto wetu. Ni kweli, lakini nisielewi hata nianzie wapi kwa kweli. Nashindwa hata pa kuanzia. Nimeona bora nimshukuru Mungu tu. Haiwezekani. Tumshukuru Mungu. Hicho kitu hakiwezekani. Afadhali mtoto wetu angekufa. Tumemuuguza hapo sawa. Lakini amekufa kwa kifo cha kutatanisha. Leo hii ni mshukuru Mungu? Hapana. Na kweli haiwezekani tukanyamaza hivi. Haiwezekani. Lazima tuchukue hatua, tujue chanzo cha kifo cha hao watoto. Yaani sitaki hata kukumbuka kwa kweli. Au mara ya mwisho naongea na binti yangu. Mama! Kuni hizi hapa nishaleta. Hizi zenyewe nimezitoa mbali mpaka hapa nishachoka. Hakika kweli na ndele kasoro. Karibu. Asante. Sasa dadangu anamwita huyo dada yako hajui kama
mida hii ni mida ya kupika. Mpaka namuita huko. Narudi sasa hivi. Kuna nini? Sasa shida naye mwenyewe. Anarudi sasa hivi huyu. Lakini mama, naenda tu kumsikiliza mara moja narudi. Nakuja tu sasa hivi. Wewe umezoea. Unapokwenda huko, ukumbuki kurudi nyuma. Unanielewa? Na wewe ni mtoto wa kike, saizi unatakiwa ufanye kazi za nyumbani kwenu. Sio kwenda kwenye majumba ya watu. Mama, nakuja tu sasa hivi. Karibu hapo, karibu ndio sasa hivi. Sio mbali pale. Pale sio mbali kabisa. Sio mbali. Yes. Naomba umwambie dadako asimcheleweshe huko. Umeelewa? Arudi sasa hivi. Sifanyi chochote mpaka utakaporudi. Utakuja kuta kazi zote zimeganda. Sawa? Nakuja tu sasa hivi. Nenda. Wewe, yes. Jo. Hakikisha unakumbuka kuja kupika muda ukifika, umeelewa? Sifanyi chochote kile. Nitakachokifanya labda. Ingia kwa. Naomba uende urudi haraka. Kama Mbili Kasoro huyu alitumwa na dada yake kuja kumuita mwanao, tunahitaji tumpate huyu Sonia. Tutajua wapi pa kuanzia. Ni kweli inabidi Sonia apatikane. Lemi Mama. Nenda kwa kina Sonia, mwambie tunamhitaji haraka sana. Sawa. Sio tembee kidogo kidogo bana. Sasa hivi dawa yoyote. Nimechoka. Choka ya. Mke wangu. Jo, Sonia ameshafika. Shikamoo. Marhaba. Shikamoo. Sonia mwanangu. Habiba. Tumekuita hapa, kuna kitu tunataka tukuulize. Kabla ya vifo vya Jennifer na Kevin, hapa katikati hapa, ulishawahi kumtuma Mbili Kasoro aende kumuita Jennifer? Mimi baba? Hapana. Sonia, Ambe. Unajua ushahidi wote tunao. Ushahidi wote tunao kwamba wewe ndiye uliyemtuma Mbili Kasoro aende kumuita Jennifer. Alafu wewe unakataa.
unajua wewe ndio utakuwa mtuhumiwa namba 1 wa kesi hii ya mauaji. Sisi tunakuuliza hapa vizuri tu kirafiki, lakini wewe unakataa. Sasa ngoja niwapigie simu polisi. Baba Kevi, naomba usiwe na haraka. Ikiwa yeye anakataa na mimi nikiwa na akili zangu timamu, niliyemuona nyumbani kwangu ni Mbili Kasoro akidai kwamba Jennifer anaitwa na Sonia, leo hii yeye anakataa, basi tusimhukumu. Ninachoomba mimi atafute Mbili Kasoro. Kwa maana hiyo sasa hapa natakiwa Mbili Kasoro apatikane. Ndio. Mbili Kasoro yuko wapi? Sifahamu baba, maana sijamwacha nyumbani. Levi! Ya baba. Unisikilize kwa umakini, na jambo hili ufanye kwa umakini wa hali ya juu. Unahitajika umtafute popote alipo Mbili Kasoro, umlete hapa. Sawa. Fanya haraka. Sonia, hili swala hili kama itagundulika wewe ndiye uliyefanya hili tukio, nakwambia sitokuacha salama. Kuna nini? Hiyo si sauti ya mwanamke anabakwa? Pole sana dadangu, pole sana. Lakini hajafanikiwa. Pole sana, jikaze dadangu, jikaze.
mwenzetu. Kulikoni? Dada mtu, kiukweli huyu nimemkuta katika gofu moja kule, amenusurika kubakwa. Kubakwa? Wewe ni nani unataka kufanya mchezo huu? Haya, ni nani huyo unataka kufanya mchezo huu? Ni nani sasa, si uniambie? Mimi nilikuwa napita njia, nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi. Baada ya kupita tukawa karibu na lile gofu, tukasikia kelele, msaada jamani, nabakwa. Ikabidi tuingie ndani. Kuingia ndo tumemkuta yupo katika tension ya kubakwa. Yupo na mbili kasoro. Mbili kasoro? Hivi ana nini? Hivi ana matatizo gani? Sasa sikiliza nikwambie. Hapa break ya kwanza kwa mwenyekiti. Tumeelewana? Kaka, nilikuwa naomba msaada wako. Twende kwa mwenyekiti. Dadangu, kizuri tu kwamba mimi nimetoka naye kule, nimemleta hapa, nimefanya msaada mkubwa. Tena asante sana na nashukuru kwa msaada wako. Kwa habari ya mwenyekiti, mimi nilikuwa naomba tuachane nao kwa sababu ni mzima. Angekuwa amemuumiza, hebu fikiria kwamba angekuwa ni mdogo wako ungefanyaje? Kwa hiyo ungemkumbatia sasa. Kwa kuwa hajabako au hajafanywa nini? Ili kutokomeza ujinga kama huu, inatakiwa mimi, wewe na huyu wote kwa mwenyekiti. Tumeelewana? Lakini mimi nilikuwa na safari zangu, alafu isitoshe pia safari zako na mdogo wangu, kipi bora? Kwanza asante, kwanza nashukuru kwa kunisaidia. Basi nilikuwa naomba tuondoke hapa mpaka kwa mwenyekiti. Sasa yeye yule anajifanya mbili kasoro, mimi ni tatu kasoro. Nani? Unajifanya zuzu Nini? Sikuwa naambia, sinaambia za kukimbia. Kimbia sasa. Basi tulikuwa tunajaribishana. Simama wewe. Wewe bingwa kubaka. Wewe bingwa kubaka. Hamna, sijai kupata tu hiyo. Okay, sawa. Sasa mimi mwenyewe nataka nikubaki. Sababu mimi mwenyewe nataka original. Naita watu. Simama juu. Twende tukakubaki. Bro. Mwani. Wewe unapenda kubaka? Unapenda kubaka? Hamna, mimi unajua haya ni mambo madogo tu, matatizo ya kimwili, kijinsia. Unajua hata sasa ngoja nataka kubadilisha jinsia. Wewe si hauna, si hujui kutongoza? Hii inatosha. Hujui kutongoza? Nitajitahidi. Twende mbele. Au anyway. Karibuni. Mdogo wangu kanusulika kubakwa. Amenusulika kubakwa? Ndio. Na nani? Niwe kijana? Hapana mwenyekiti. Mimi tu nimetoa msaada wa kumsaidia binti. Vile vile nilikuwa kama shuhuda wa ile tukio. Sasa kumbe ni nani? Mbili kasoro mwenyekiti. Mbili kasoro? Ndio. Jamani. Mwenyekiti, mimi ninachokiomba, naomba barua niende polisi basi. Hapana. Huko unafika mbali. Ili tatizo mazali lishakuja hapa kwangu. Na hii pia ni serikali. Mimi naona kisheria tumuite kwanza dadake Mbili Kasoro, ikiwezekana na Mbili Kasoro mwenyewe akiwepo. Tulizungumze. Ikishindikana takupa barua utaenda huko. Mwenyekiti, hakuna cha kumuita dada yake, kaka yake wala mjomba wake. Mimi hapa ninachotaka unipe barua niende mbele ya sheria. Basi. Sawa. Kwa kuwa umetaka barua na mimi ni wajibu wangu kuandikia watu barua. Acha nifanye utaratibu huo. Kuandikia barua uende huko ambapo unataka kwenda. Sawa mwenyekiti. Sawa. Sawa.
Binti anaitwa nani? Huyu aliyenusurika kubaka. Anaitwa Noela. Noela nani? Ngombela. Na wewe dada mlalamikaji? Naitwa Nuru. Nuru Gombela hilo. Yule kijana Mbili Kasoro. Anaitwa Mbili Kasoro Paununu. Ewa, ndo nilikuwa nafikiria hilo jina. Mbili Kasoro Paununu. Hali ya sasa hivi imekuwa ngumu sana. Na maana tutaishi hivi mpaka leo. Yaani hadi muda huu bado Lemi hajarudi. Mbona muda umeenda sana? Na simu yangu hata vocha haina, ningempigia kabisa. Sonia. Baba. Mimi ninachokionelea hapa, wewe unatakiwa uwe karibu sana na sisi ili utusaidiane. Maana mimi nilikuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote kwa sababu ni majirani tu hapa. Nimeamua nisichukue maamuzi mabaya. No. Hapana, hivi sawa. Nimesema mwenyekiti no. Hapana. Unaona? Hapana, Hebu tulia. Naomba utulie. Hebu tulia kwanza. Kwa hiyo sasa ili nimeamua tuliache hivi. Wewe utakapokwenda nyumbani, ukimpata Mbili Kasoro, umlete hapa. Sawa. Na Mama Jenifa, mimi nafikiri hili swala kwa sababu tumesubiria muda mrefu. Ndio. Sasa tutakuwa tunafahamishana nini kinachoendelea. Mimi nafikiri tunafahamiana. Lakini hebu subiri. Lemi ananipigia simu. Hello. Halo baba. Nimeona mhusika mwenyewe, lakini sasa anaonekana kama ana kesi hivi hapa kwa mwenyekiti. Sasa hivi. Sasa wewe tusubiri hapo hapo. Lemi anasema Mbili Kasoro yupo kwa mwenyekiti. Kwa sasa inabidi sisi tuongozane twende pale tukajue kinaga ubaga nini kinaendelea. Nuru, swala kama hili alitakiwi kutumia nguvu na jazba, kwa sababu hii ni sheria. Unaweza ukawa umekuja kushtaki, lakini sheria pia inaweza kukushtaki. Mimi nilikuwa naona kwa nini hili swala tusilimalize. Tulimalize vipi? Yaani Nuru. Yaani wewe Nuru. Yaani mimi hapa simalizi. Nipeni barua niondoke zangu polisi. Basi. Naongea kwa kifupi. Inabidi nitumie ukali. Nimeshakuomba ila bado hutaki kuelewa. Nuru, naomba unisikilize kwa makini. Kukupa barua sio tatizo. Nipe. Lakini Nuru, nakupa barua unampeleka huyu. Uone kama unajichosha akili yako na mwili pia. Nuru huyu unamuona amna kitu. Ukishampeleka kule, sawa watamchukua utamweka ndani. Lakini hiyo kesi itazungumzwa na nani? Mwenyekiti, ngoja nikwambie. Hapo nyinyi mwavoongea kwamba hana akili, hana kitu gani, hata yeye ndo anakuwa na akili kwamba ngoja nikafanye hivi, wataniambia sina akili. Ngoja nikafanye hivi, wataniambia sina. Mngeniachia mimi nikatasu hata na nini. Ni kweli, mimi sikatai. Na hili swala kwa sababu ni la kwanza kwake, tutaongea pia tutamtengeneza huyu kiakili. Na cha kushukuru Mungu, mdogo wako pia bado hajafanyiwa hicho kitendo. Kwa hiyo tunaweza tukaongea naye na akarekebishika.
ila kutumia jazba kama hivyo Nuru haipendezi. Haya, sasa anatibiwa vipi? Mkono anatibiwa vipi? Sasa Nuru, hata kama unampeleka huko polisi, huyu anaweza kumtibia? Kwa unavyomuona huyu Mbili Kasolo, anamtibia nini huyu? Lakini pia hapo mwenyekiti, nakumbuka kitu kimoja. Siku zote unapokuwa unaoga bafuni, wewe mwenye akili timamu, afa akapita chizi akabeba nguo zako, akianza kukimbia, wewe ukitoka uchiuchi unamkimbiza, wewe ndo utaonekana chizi, sio yule chizi ambaye amekuibia nguo zako. Hivyo basi kwa Nuru, mimi nilikuwa naomba umuelewe mwenyekiti, kwa sababu wenda angerudi mdogo wako peke yake na kukwambia nimeumia mkono, ninusurika kubakwa, usingemwamini. Mimi nilitumia busara kwa sababu nilishuhudia ile tukio na kupoteza muda wangu, nilikuwa na ratiba, ikabidi nije nikuthibitishie. Na imekuwa kama bahati nzuri tumemkuta hapa rafiki yangu, pia ameweza kumkimbiza Mbili Kasolo na kumkamata na amemfikisha hapa kwa mwenyekiti. Hivyo basi nilikuwa naomba umuelewe mwenyekiti. Nuru ameongea sahihi kabisa. Mimi naomba umsamee Mbili Kasolo, tulimalize hili tatizo. Mimi mwenyekiti nimekuelewa, lakini sitotaka lijirudie tena, si kwa mdogo wangu tu, hata kwa watu wote wanaotuzunguka. Kitakachoendelea tena kwa mara nyingine, huyu nitakachomfanya Mungu mwenyewe atajiuliza. Sawa, mimi nashukuru, pia nikupongeze, huo ndio ujasiri. Mbili Kasolo, narudi kwako. Wewe akili unazo, ila unajifanya akili hauna. Sasa basi, hili swala ndio liwe la mwisho kwangu. Sihitaji kukuona tena unaletwa hapa kwa kesi aina yoyote ile. Sijui unanielewa? Unaelewa? Leo mwanangu. Hizo akili zako unaweza ukapelekwa polisi na ukawekwa ndani pia. Wewe utulize akili zako. Sawa. Nikikuona hapa tena. Siji hapa tena. Vijana, mimi nawashukuru sana na nawapa hongera. Hicho mlichokifanya kwa huyu binti ni kizuri. Naomba muendelee hivyo hivyo. Sio kwa huyu binti tu, kwa mtu yoyote ambaye mtamuona anahitaji msaada, ni vizuri mkamsaidia. Nawashukuru sana. Sawa, la ina shida. Haina shida mwenyekiti. Sawa jamani, mimi naomba muende na amani. Karibuni sana. Mwenyekiti, kuna shida na huyu Mbili Kasolo. Mbili Kasolo tena? Sawa, nimekuuliza. Mbili Kasolo, hivi ni kweli dada yako huyu Sonia ndio alikuagiza kwenda kumuita Jenifer? Wewe Mbili Kasolo, ni kweli wewe dada yako Sonia ndio alikuagiza ukamuite Jenifer? Mwenyekiti, unaona anashindwa kujibu. Ili swala ataenda kujibia polisi yote. Baba, samani, naomba mimi nijaribu kumuuliza. Sawa. Wewe Mbili Kasolo, lini mimi nimekutuma kwa mwite Jenifer? Mwenyekiti, sasa kama wewe hujaagizwa na huyu dada yako, ni nani ambaye amekuagiza? Ni nani ambaye amekuagiza? Mwenyekiti, hili swala huyu ataenda kuzungumzia mahakamani. Yupo. Ni nani? Ni nini tena? Sasa sikiliza,
Sawa? Nini tena? Tulia. Nitulie nini wakati unaona mama kaniambia niwahi kurudi? Tulia. Mimi ni muhimu mwanasayansi, sawa? Anayekuita sio dada yangu. Ni nani? Anayekuita Kevi. Yuko wapi? Kevi yupo kule, twende. Ndugu zangu, hili swala naona linazidi kusumbua vichwa. Sasa kama mhusika ni Kevi na Kevi amekwisha fariki, huo ushahidi tunaupata kutoka kwa nani? Hapana mwenyekiti, huyu ni mwongo. Huyu ni mwongo. Tunataka kujua hapa chanzo ni nini. Chanzo hapa ni ua, na hili ua lilitoka wapi? Ua? Ndio, ua lilitoka wapi? Ua niliona huo.